Unaweza kujiuliza kwa nini kila mtu akisikia hili neno Freemason, moyo unadunda. Freemason ni kitu gani? Freemason ni nini haswa? Freemason ilianzaje? Inatisha kwa lipi? Watu waliifahamu vipi? Mimi, Yusufu Abdallah, nimesimama leo mbele ya walioshuhudia tukio hili kwa hiari yangu mwenyewe na kwa utashi wangu wote. Ninaapa kwamba kuanzia siku hii, nitabeba wajibu niliopewa kwa uaminifu, kwa ujasiri na kwa moyo usioyumba. Ninaapa kwamba nitaitumikia familia hii kwa nguvu zangu zote, kwa maarifa yangu yote na kwa kila hatua nitakayopiga katika maisha yangu. Ninaapa kwamba sitageuzwa na hofu, sitarudishwa nyuma na mashaka, wala sitasaliti ahadi niliyoweka mbele ya mashahidi wa leo. Iwapo nitakutana na majaribu, nitayakabili. Iwapo nitakutana na giza, nitatembea ndani yake bila kutetemeka. Iwapo nitaitwa kutoa sadaka ya muda wangu, juhudi zangu au faraja yangu, nitafanya hivyo kwa heshima. Kuanzia leo, maneno yangu yawe ya kweli, matendo yangu yawe ya uaminifu, na moyo wangu ubaki mwaminifu kwa njia niliyoichagua. Hili ndilo ninaloapa kwa jina langu mwenyewe, Yusufu Abdallah, mbele ya waliopo hapa na mbele ya dhamiri yangu. Na kiapo hiki kibaki ndani ya moyo wangu kwa siku zote za maisha yangu. Hiki ni kiapo cha mwanachama mpya anayeingia katika Freemason. Freemason ni shirika la kindugu la kimataifa linalokusanya watu kutoka nyanja mbalimbali za maisha kwa lengo la kukuza maadili mema, kusaidiana, kujielimisha na kufanya shughuli za kijamii. Wanachama wake hukutana katika maeneo yanayoitwa lodge na hutumia alama, desturi na sherehe za kitamaduni kufundisha maadili kama vile uaminifu, haki, uvumilivu na upendo kwa binadamu. Shirika hili halijitambulishi kama dini wala chama cha siasa. Hata hivyo, mara nyingi limezungukwa na siri nyingi na limekuwa mada ya mijadala, uvumi na nadharia mbalimbali duniani. Historia ya Freemason imezungukwa na siri, hadithi na tafsiri mbalimbali. Watafiti wengi wanaamini kuwa chimbuko lake linahusiana na mafundi wa ujenzi wa mawe wa Ulaya katika kipindi cha zama za kati. Mafundi hao walikuwa na ujuzi mkubwa wa kujenga makanisa, majumba ya kifalme na majengo mengine makubwa. Kwa sababu kazi yao ilikuwa ya kipekee na ilihitaji utaalamu mkubwa, waliunda vikundi vyao maalumu vya kulindana, kufundishana na kuhifadhi siri za taaluma yao. Vikundi hivyo vilijulikana kama lodges. Kadiri miaka ilivyopita, lodges zilianza kupokea wanachama ambao hawakuwa mafundi wa mawe, lakini walivutiwa na mafundisho, maadili na falsafa ya vikundi hivyo. Hapo ndipo Freemason ilianza kubadilika kutoka kuwa chama cha mafundi wa ujenzi na kuwa shirika la kindugu lenye wanachama kutoka taaluma mbalimbali. Mwaka 1717 nchini Uingereza, lodges kadhaa ziliungana na kuunda Grand Lodge ya kwanza duniani. Tukio hili linachukuliwa na wanahistoria wengi kuwa mwanzo rasmi wa Freemason ya kisasa. Baada ya hapo, Freemason ilienea katika nchi nyingi za Ulaya, Amerika na maeneo mengine ya dunia. Wanachama wake walijumuisha wafanyabiashara, viongozi, wasomi, wanajeshi na watu wengine mashuhuri katika jamii. Pamoja na kuenea kwake, Freemason ilianza kuhusishwa na siri nyingi. Wengine waliona kama shule ya maadili na udugu, wakati wengine waliamini kuwa ilikuwa na ushawishi mkubwa katika siasa, uchumi na maamuzi ya dunia. Mijadala hii imeendelea hadi leo na imechangia kufanya Freemason kuwa moja ya mashirika yanayojadiliwa sana duniani. Watu wengi hujiuliza, jina Freemason linatoka wapi? Kwa nini shirika hili linaitwa hivyo? Neno Freemason linatokana na maneno mawili ya Kiingereza, free na mason. Neno masoni lilikuwa likimaanisha fundi wa mawe au mjenzi aliyebobea katika kukata na kupanga mawe kwa ajili ya ujenzi wa makanisa, majumba na majengo makubwa. Neno free linaaminika kumaanisha kwamba mafundi hao walikuwa huru kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine kutafuta kazi, tofauti na wafanyakazi wengi wa wakati huo ambao walikuwa wamefungwa katika maeneo yao. Katika zama za kati, mafundi hao waliheshimiwa sana kwa sababu walikuwa na ujuzi ambao watu wachache waliweza kuufanya. Walijenga baadhi ya majengo makubwa na mazuri zaidi yaliyowahi kuonekana Ulaya. Ili kulinda siri za taaluma yao, walikuwa na ishara, maneno maalumu na taratibu za kutambuana.
Kadiri muda ulivyopita, maana ya jina Freemason ilianza kubadilika. Shirika halikubaki tena kuwa la mafundi wa mawe pekee. Badala yake, lilianza kutumia ujenzi kama mfano wa kufundisha maadili ya maisha. Kwa mfano, jiwe ambalo halijachongwa lilitumiwa kuwakilisha mtu ambaye bado anajifunza na kujiboresha. Jiwe lililokamilika lilitumiwa kuwakilisha mtu mwenye nidhamu, hekima na maadili mema. Hivyo, badala ya kujenga majengo ya mawe, wanachama walifundishwa kujijenga wenyewe kiakili, kimaadili na kijamii. Ndiyo maana hadi leo, alama nyingi za Freemason zinahusiana na vifaa vya ujenzi kama rula, pembe ya kupimia na dira. Alama hizo zinawakumbusha wanachama wao umuhimu wa nidhamu, usawa, uaminifu na kujiboresha kila siku. Kwa mtazamo wa kihistoria, jina Freemason ni kumbukumbu ya asili ya shirika hilo katika taaluma ya ujenzi, hata kama shughuli zake za sasa ni tofauti kabisa na kazi za mafundi wa mawe wa zamani.